Siku moja bwana, nilikuwa nafundisha katika darasa la vijana kanisani. Kuna maswali yaliibuka ambayo bila shaka hata wewe uliwahi kukutana nayo. Maswali ni haya hapa, tunaanza la kwanza mpaka la mwisho. Na wewe kuna swali bila shaka litakugusa kati ya haya. Yaani lazima likuguse mojawapo ya maswali kama haya. Twende. Question number 1. Is it a sin to have relationship with someone you met on the show? Watu wanakutana tu kwenye kwaya na kila siku wakikutana wanaimba, wanafurahi pamoja, like you know, cross always make feelings. Kwa hiyo wanajikuta inafikia wakati utasikia wako kwenye mahusiano, aidha wanaelekea kuoana. So it is a sin to have relationship with someone you met in the show. Yani mmekutana tu kwenye kwaya halafu mnakuwa katika mahusiano, hatimaye mnafikia katika hatua ya kuoana. Je, ni dhambi? Jibu sina mimi, lakini wewe ndio unaweza ukatuandikia kwenye comment kwamba hiyo sio dhambi au ni dhambi. Tunaenda katika swali la pili. Maswali haya bwana ni kama marahisi, lakini kiukweli yanahitaji tafakari sana. Swali la pili ni hili hapa. Unawezaje kuwa katika uhusiano na mtu wa kiroho na wewe mwenyewe ni mtu wa kiroho bila kuvuruga uhusiano wako wewe na Mungu wako? The blood of Jesus. Kwa hiyo swali hili nalo pia mimi sina majibu ya kwamba unaanzaje kuwa katika mahusiano na mtu pasipo kuvuruga uhusiano wako wewe, kati yako wewe na Mungu wako. Hilo nalo sina majibu. Kama kuna mtu ana majibu atatuwekea kwenye comment kwamba unaanza hivi, basi hapo hautavuruga uhusiano wako wewe na Mungu. Kwa hiyo kama unajibu weka katika comment. Mimi sina jibu, isipokuwa wewe ndio unaweza ukawa na jibu sahihi. Question number 3. Is it frightening spiritual if you do it using Bible verses? Sasa hili swali kwa kulitafsiri kwa Kiswahili ni kwamba, yani sijui nitumie lugha gani, yani kama kuchombeza au unavopeleka emotion zako kwa mtu kwa kutumia mistari ya Biblia. Je, hili ni swala la kiroho au utakuwa umetoka nje ya mstari? Hebu nipe majibu hapo kwanza. Utakuta mtu anakuandikia imeandikwa tupendane, imeandikwa upendo uvumilia, imeandikwa upendo ufadhili. Anakuandikia katika message, anakutumia labda usiku mkiwa mmelala au ukiwa sehemu yoyote anakutumia. Sasa hapo ukijiuliza, hapo ni yeye, hiyo ni maneno yake au ni maneno ya Paulo kama yalivyosomwa katika Biblia? Ndio maana nauliza kwamba je, mtu anavyotumia kumtumia mtu kuwakilisha emotion zake, kumtumia mtu kutumia mafungu ya Biblia, je, ni dhambi au nalo ni swala limekaaje? Andika katika comment. Kwa hiyo maswali hayo nilikutana nayo, nilikuwa maswali yenye changamoto sana, nilikuwa katika darasa la vijana. Swali la 4. Mara zote tumekuwa tukifundishwa kwamba kuna upendo wa kweli halafu kuna feeling, yani kuna emotion. Sasa unawezaje kutofautisha kati ya emotion na true love? Yani upendo wa kweli pamoja na emotion. Unawezaje kutofautisha vitu hivi viwili ili usitoke katika mpaka, uwe ndani ya kile ambacho kila siku tunafundishwa, usivuruge uhusiano wako wewe pamoja na Mungu? Niandike katika comment kwamba unawezaje kutofautisha kati ya feeling au kati ya emotion pamoja na true love. Fikiria hiki. Ukiona unampenda kila anayeposti verse ya Bible au anayekutumia verse ya Bible, basi ujue hapo, my sister or my bro, you are single mentally but you are not in true love. Swali la 5. Je, ni sawa kuomba confirmation ya mahusiano? Kuomba confirmation ya mahusiano by fasting. Yani unaomba confirmation, yani udhibitisho wa mahusiano kwa kufunga. Hivi imekaaje? Ni sawa? Je, umefunga siku 21 sasa alafu unamaliza na heartbreak? My dear, you better hear from God, not hear from your emotions. Maombi ambayo yanatakiwa katika mada kama hizi, unatakiwa umuombe Mungu mapenzi yake yatimie. Si unaomba kitu ambacho wewe mwenyewe tayari ukishafanya hivyo tu tayari umeingia katika namna nyingine kabisa. Unatakiwa kusikiliza sauti ya nani?
na usisikilize homoni zako, sikiliza sauti ya Mungu. Weka katika komenti kwamba ni kipi ambacho unafikiria wewe kiko sawa katika mada kama hizi, au katika maswali ambayo yalikuwa yakiulizwa mara kwa mara. Bila shaka mahali yamekuwa yakiulizwa, au wewe mwenyewe umekuwa ukijiuliza. Tunaenda katika swali lingine. Swali linalofuata, je, watu wa kiroho hawapaswi kuexpress love waziwazi? Watu utakuta wanapendana tu kisirisiri, hatimaye baadaye nafikia mambo yanakuja kuharibika, ndo wanakuja kuonekana wazi sasa, kumbe kwamba walikuwa katika mahusiano. Au utakuta inafikia hatua tu, wanafikia katika hatua za juu, labda kufunga ndoa na nini, lakini kumbe mambo yalianza nyuma huko kisirisiri. Sasa je, haifai kuweka haya mahusiano waziwazi pale tu yanapoanza, kuyaweka wazi kwa watu? Swali jingine, is loving someone who doesn't love you back, is it whole or long suffering? Yaani unampenda mtu ambaye yeye hakupendi. Je, hii ni kitu kitakatifu ama ni kujitesa tu mwenyewe? Hii sio sawa kabisa. Utakuta mtu anatumia nguvu nyingi, labda nguvu ya pesa, nguvu ya nini, anatumia kila aina ya ushawishi, labda anatafuta watu ili waweze kumsaidia, lakini unakuta mtu ambaye anafanya hayo, mtu mwenyewe yuko busy na mambo mengine kabisa, au yuko busy na mtu mwingine. Sasa wewe unapotumia nguvu, huyo mtu baadaye sawa, unaweza ukamshawishi, lakini katika safari kadri inavyoendelea utajikuta umeingia katika matatizo. Kwa hiyo it's better wewe kutafuta mtu ambaye anakubaliana na wewe, au unampenda na yeye anakupenda. Sio unaingia kwa mtu ambaye yeye mwenyewe hana feeling na wewe, lakini unalazimisha kwa kutumia vitu fulani ili na yeye aingie katika feeling ambazo wewe unazitaka. Utakuja kujutia baadaye. But at the last, mahusiano sio dhambi, lakini msiingie katika mahusiano mkavuruga utaratibu wa Mungu. Ni lazima taratibu zote zifuatwe, ndipo utaweza kuingia katika mahusiano ambayo yatakuwa hayaharibu uhusiano wako wewe na Mungu wako. Kwa hiyo it's better to kumshirikisha Mungu kwanza kabla hujaingia katika mahusiano ya aina yoyote, maana kila kitu, kila taratibu tumepewa katika maandiko ya Mungu. Kwa hiyo usije ukaingia kwa kuvuruga utaratibu au kwa kuvuruga destiny yako wewe na Mungu wako. Drop katika komenti ni swali gani ambalo wewe mwenyewe umewahi kujiuliza, au umewahi kuulizwa, au umewahi kusikia mahali fulani, au katika haya yote ni swali gani ambalo limekuchanganya, au katika haya yote ni swali gani ambalo wewe mwenyewe limekugusa. Basi karibu tena, na kama hujasubscribe my channel unaweza ukasubscribe sasa. Channel yangu button ya kusubscribe iko hapo chini, kwa hiyo unaweza ukasubscribe ili tuweze kuwa pamoja. Mimi naitwa Glash Mwandu, mwimbaji wa nyimbo za Injili hapa Tanzania. Nawapenda wote.